mtu akizikwa msifikirie ya kwamba ati sasa amezikwa hapo chini ya mchanga. Wewe ndio unamlinda hapo chini, unamwekea security, unajua ako hapo. Hakuna security mnawekea maiti, si ni ukweli? Mtu akizikwa, unielewa vizuri? Yes. Kama hajafanywa mistake, yani kama ni fulani alikufa na akaletwa, mkahakikisha ni yeye amewekwa chini, siku 3 peke yake anachukuliwa. Hawezi kaa hapo chini. Tangu lini mali inawekwa chini? Manake huyo mtu bado vitu zake zinahitajika. Viungo zinahitajika, viungo za mwili. Sanduki bado inahitajika. Alafu mniambia hizo vitu zote zipotelee kwa mchanga aje? Viungo za mwili za kazi gani? Viungo za mtu ambaye amekufa viko na kazi mingi sana. Unajua mtu akifa ndo kazi yake inaongezeka. Ama faida kwa watu wengine, yani kazi inaongezeka kama umekufa. Okay. Kuliko vile uko hai. Kwa nini nasema hivyo? Nataka watu wanielewe kwa kitu fulani. Mtu akifa anakuwa mtu wa maana kuliko wakati ako na maisha anatembea. Nani anapinga mpaka hapo? Ndio nimjibu. Pasho, nataka nikwambie kitu kimoja ndio uweze kunielewa kwa nini nasema mtu akifa anakuwa mtu wa maana zaidi. Nikifa kama saa hii, zile pesa ambazo nitaunda kama nimekufa ni mingi kuliko zile pesa nimeunda kama niko hai. In between 1 week, nimekufa leo, si ndio? 1 week. Pesa ambazo sitachangwa kwa matanga yangu ni pesa mingi kuliko zile pesa ambazo nimefanya kazi kwa hii miaka kama 30. Unaona hii mkusanyiko hizo pesa zote nimefanyia 30 years. Yes. Ni kidogo kuliko zile pesa ambazo sitachangwa ama zitaletwa ama niseme kuchangwa. Ni kidogo kuliko zile pesa sitachangwa wakati nimekufa. Ukweli. Hii ina maana ya kwamba wakati nimekufa uzuri umeongezeka. Yaani nimekuwa mtu wa maana zaidi kuliko wakati nilikuwa na maisha. Tuko pamoja. Yes. So mtu akifa kuna viungo ambazo zinachukuliwa. Aidha na wachawi, wanasiasa, mpaka hata na madaktari. Wanachukua hivyo viungo. Hizo viungo zinachukuliwa zinaenda kufanya kazi. Kitu ya kwanza ni kama ubongo. Ubongo sio kitu kinakufa tu mara moja. Tuko pamoja. Mtu akifa ubongo bado ina function. Inaweza kufunction kwa miezi mingi sana. Unanielewa? Kama amekufa tu, ile ubongo bado iko active. Macho yanakuanga active. Kidney inakuanga active. Tuko pamoja. So kuna vitu kama maini, hizo zinafaa kutolewa haraka haraka. Ndio maana mtu akifa akipelekwa pale kwa mortuary, wale watu wahudumu wa mortuary utakuta ya kwamba wamepasua huo mwili, kuna viungo wameiba. Kuna baadhi ya vitu ambazo wataiba bila wenyewe kujua huyu mtu alitolewa 1 2 3. Unanielewa? Unaona kama ubongo ndio inatengenezwanga madawa. Dawa mingi ambazo zinatumika kwa hospitali inatengenezwa na maubongo ya watu ambao wamekufa. Okay. Macho bado yanauzwa. Unajua dhamana ya jicho moja kweli ya mtu ni millions, sawa? So hayo macho yanachukuliwa, yataenda kuwekewa watu wengine. Okay. Watumie kuona. Vitu kama kidney hizo zinachukuliwanga in advance. Na pia bila kusahau uzazi. Uzazi ya mtu ambaye amekufa. Ya mtu ambaye amekufa. Hiyo bado ni vitu ambazo ziko na nyota na mfuto wa biashara na utajiri hapa duniani. Unaelewa? So kuna njia ambayo wanatumia machine kuvinya mtu ambaye amekufa, alafu anatoa mafuta fulani kwa maybe niseme kwa matako. Ndio watu waweze kuelewa. Hiyo ni kitu mimi mwenyewe najua. Nimeshuhudia na tumeifanya. Unaona? So hayo maji yana bahati sana hapa duniani. Na si eti ni maji ambayo yatatoka yakiwa mengi, ni maji kidogo sana.
Hayo maji mtu akiyapata tu hivi, kama we ni mwanasiasa, kama we ni mwanabiashara, kama we ni mwalimu, kama we ni daktari, haki ya Mungu unafanikiwa kwa maisha yako. Maji ya maiti. Hiyo maji ambayo imefinywa katoka kwa matako, hiyo nimekwambia. Hiyo maji tu ukijaribu sanitize mikono yako, kama wewe ni mwanasiasa, uende mahali kuna mkutano, ufanyie tu mkono hivi, unawaambia rampe. Wanakuambia 1 term ama 2 term. Iko na power. Iko na powers. Same way inatumikanga kwa vitu kama mahoteli. Kucontrol customers ama kufuta customers. Okay. Unanielewa? So hizi ni vitu ambazo mimi najaribu kufafanulia watu na kuwafungua macho, na siwaambii waende kufinya watu matako wachukua maji. Pana, kila mtu ako na uamuzi wake. Hayo maji kuna venye yanafanywa kwanza ndio yawe na zile power, ama ukichukua tu maji yote tu inafanya kazi? Bora umeichukua. Kitu hakuna mambo ambayo yanaongeleshwa ama vitu ambazo lazima utaipea condition. Sasa unajua uko na mbegu hapo. Lazima uiambie nataka 1 2 3. Okay. Alafu itafanya kazi. Unaona? Yes. Wachawi wako na nguvu sana. Wacha nikwambie kitu kingine. Mtu asiwe kudanganya ati mchawi hana powers. Mchawi ako na powers mingi sana kwa mtu wa kawaida. Sawa? You can imagine mtu ambaye anatoa maiti kwa mchanga bila kuchimba, yani kumuita tu fulani, ukiitika umeenda. Unaona? Akiitika ameenda. You can imagine mtu anafanya hicho kitendo, alafu niambie hana powers. Aje?